Kwa habari ya maeneo ya kutumika ndani ya kanisa, maeneo ya kumtumikia Mungu ndani ya kanisa, maeneo ya kumtumikia Mungu ndani ya kanisa, maeneo ya kumtumikia Mungu ndani ya kanisa. Katika kipengele hichi siku ya Ijumaa niliongea jambo namba 1, lakini tulisema ya kwamba maeneo ya kumtumikia Mungu ndani ya kanisa yapo mengi, yapo na haya maeneo mengi yamegawanyika makundi matatu. Makundi mangapi? Makundi mangapi? Matatu. Kwa hiyo unayeandika chukua hizo pointi. Kundi namba 1 tukasema ni eneo la utumishi maalumu ambao mtu anapewa kwa kuchaguliwa au kuteuliwa na uongozi wa kanisa. Eneo la kwanza ni eneo ambalo ni utumishi maalumu ambao mtu anapewa kwa kuchaguliwa au kuteuliwa na uongozi wa kanisa. Utumishi maalumu ni upi? Mfano hapa bila shaka ni wazee wetu wa kanisa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Manake hawa wanamtumikia Mungu ndani ya kanisa kwa nafasi ya uzee wa kanisa. Hii nafasi sio wao wameomba, si ndivyo jamani? Hii nafasi sio kwamba wameinunua, wameteuliwa au wamechaguliwa na uongozi wa nini jamani? Uongozi wa kanisa. Lakini ndani ya kanisa tuna mashemasi. Jamani, haleluya. Wao pia wanatumika, lakini wanapotumika zile nafasi wamepewa kwa kuteuliwa au kwa kuchaguliwa. Jamani, haleluya. Kadhalika vivyo hivyo viongozi wa idara na nafasi nyingine mbalimbali. Hizo nafasi ni nafasi za kutumika, na hii ni vizuri hata aliye na hiyo nafasi ajue sio vizuri kutoa udhuru kwenye hiyo nafasi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Umepewa, huo ni huduma, hiyo ni huduma. Unapotumika unalifanya kanisa lisogee mbele kupitia hiyo huduma yako, lakini unapotoa udhuru mara kwa mara unadhoofisha. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ni wajibu wako kujidhabihu kwamba Mungu nisaidie kwa kipindi changu, kwa sababu uzee wa kanisa sio wa milele, ushemasi sio wa milele, kuna muda utaisha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa zamu yangu Mungu nipake mafuta. Nilijiona sistahili, lakini kupitia mchungaji, kupitia wazee wa kanisa, kupitia mkutano wa kanisa umeona mimi nichaguliwe. Mungu, sijui una sababu gani. Naomba unitie nguvu, naomba unisaidie, naomba uniwezeshe ili nitumike vizuri kwenye huu utumishi maalumu niliyopewa kwa muda maalumu. Haleluya. Haleluya. Lakini kundi la pili la utumishi ndani ya kanisa ni kundi ambalo tunaliita ya kwamba ni utumishi unaotokana na msukumo au wito maalumu wa Roho Mtakatifu kwa mtu husika. Ni utumishi unaotokana na wito maalumu wa Roho Mtakatifu kwa mtu husika. Wito unaotokana na Roho Mtakatifu, huo wenyewe sio wa kupewa, kuteuliwa wala kuchaguliwa. Huo ni wito ambao mtu anaitwa na Roho Mtakatifu kutumika kwenye eneo fulani ndani ya kanisa. Yaani anapewa mzigo ndani ya moyo wake. Haleluya Bwana. Anapewa mzigo. Nikatolea mfano wa mimi nilivyokuwa napokea wito wa Roho Mtakatifu kwenye huduma ya uinjilisti. Nikasema siku hiyo niko chumbani kwangu nilikopanga nimekaa, lakini nasikia msukumo ndani yangu, inuka, nenda mazizini kahubiri. Simama pale barabarani uhubiri. Sijawahi kufanya hivi. Na shangaa sasa hivi ni saa ngapi? Saa 7, saa 8. Sasa hivi jua kali. Niende pale nikapiga kelele mwenyewe. Watu watanionaje? Nitaweza? Jamani, Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaweka pressure. Nikawaambia mimi nikapotezea. Nikaingia kuoga, nikachukua mkeka nikatandika, nikachukua Biblia kwamba ngoja nikisomee Biblia. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nisubiri muda wa ibada. Lakini wakati nimeoga, nimetandika mkeka, nimechukua Biblia, nataka nianze kujisomea, pressure tena inakuja ndani ya moyo.
msukumo unakuja, inuka, nenda mazizini, kahubiri. Tamani Bwana siweza. Ni ile pressure najaribu kuizuia lakini nashindwa. Yaani unakuwa kama kuku anayetaka kutaga, unahangaika. Unaweza isiwe shida. Ngoja niinuke niende. Lakini wakati unaenda unajiuliza, hivi nitaweza? Sasa hivi sana ni watanionaje? Kichaa, chizi. Itakuwaje? Wakati naenda nikaona kijana anauza duka, yuko peke yake anasubiri wateja, nikasema kuliko kwenda kuonekana chizi saizi barabarani, si bora nimshuhudie huyu. Kwa hiyo nikachepuka, nikaanza kuongea na yule kijana. Bwana, habari zako? Mimi nimeokoka, naitwa fulani, nasali kanisa fulani. Bwana, nataka niongee na wewe neno la Mungu. Nashukuru yule kijana, yeye akawa akaniambia karibu. Na alikuwa na maswali, akanipiga maswali tu, kaongea mpaka azana inalia. Azana ndio ilikuwa alama yangu kwamba muda wa ibada umefanya nini? Umekaribia. Nikasema afadhali nimemaliza kibarua. Hapa bila shaka sina ugomvi na Mungu. Nikainuka, kaambia Bwana nitakuja siku nyingine. Huyo nikaenda kanisani. Lakini wakati naenda kanisani, naongelea utumishi ambao unatokana na wito maalum wa Roho Mtakatifu. Naenda kanisani lakini bado naambiwa kweli umeshuhudia, lakini sio kazi uliyokuwa umefanya nini? Uliokuwa umepewa. Ilitakiwa uende kule. Kwa hiyo nikaendelea kutembea na lile deni mpaka siku ambayo niliweza kuwashawishi vijana wenzangu wengine 3 kwamba jamani, twendeni mazizini tukahubiri. Na kwenye yakao majira yale ya saa 8 kwenda saa 9. Wakakubali. Kaenda na ndugu yangu, rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Baraka Lianda. Kaenda ndugu yangu mwingine alikuwa anaitwa Ibrahimu Mwita. Kaenda ndugu yangu mwingine alikuwa anaitwa Abisoni Ndugai. Tukaenda tukahubiri, tukapeana zamu, na wote utahubiri, ukichoka unarudi nyuma. Huyu akirudi nyuma wewe unaenda namba 2, unahubiri, ukichoka unarudi nyuma. Na wewe ukichoka unarudi nyuma, na namba 3 anaenda, na mimi nikajiweka namba 4. Kwa kuna wenzangu wanavyohubiri kauli, na Mungu akasimamisha watu bwana. Kwa na halaiki kubwa ya watu inasimama pale, wanatusikiliza, wanatushaka, tukahubiri kwa nguvu kabisa. Bwana siweza. Hatuna megaphone, hatuna speaker. Tukahubiri kwa sauti zetu na makao yetu kwa nguvu, na pale ikazaliwa huduma ya kuhubiri stendi. Jamani amini. Tukajikuta sasa tunahubiri kila siku asubuhi. Tunahubiri kituo cha Mwisho wa Lami, tunahubiri kituo cha Gongola. Leo tukihubiri Mwisho wa Lami, kesho tunahubiri Gongola Mboto, kesho kutwa Mombasa, Mtondogo yake tunamalizia Moshiba. Tukimaliza Moshiba tena tunarudi Mwisho wa Lami. Hivyo vikao ni vituo vyetu. Lakini hiyo ni huduma ambayo hatujateuliwa na mchungaji kanisani. Jamani amina. Hatujateuliwa na wazee kanisani. Ni huduma ambayo imezaliwa na wito maalum wa Roho Mtakatifu. Jamani Bwana asifiwe sana. Lakini pia lipo kundi la 3 la huduma ndani ya kanisa. Kundi la 3 la huduma ndani ya kanisa. Hili ni kundi ambalo tunaliita huduma za jumla kwa waumini wote. Huduma za jumla kwa waumini wote. Hizi ni zile huduma ambazo kila mtu ni wajibu wake, bila kujali amechaguliwa, bila kujali amepata ule upako maalum wa Roho, wa wito maalum wa Roho Mtakatifu. Hizi ni huduma maalum ambazo kila mtu, hata akiwa kiongozi aliyechaguliwa, hata akiwa na huduma nyingine alizopewa na Roho Mtakatifu au hana, hizi ni wote tunafanya. Jamani haleluya. Jamani Bwana asifiwe sana. Hizi ni za wote, yani zimewekwa ni kila aliyeokoka. Kila aliyeokoka hizi zinamhusu. Sasa zile za kuviviwa na Roho Mtakatifu, hizo ni kipengele kingine, siziongelei. Hizo za kuchaguliwa, hizo zipo tu automatically. Viongozi huwa wanateua kulingana na mahitaji ya kanisa. Lakini mimi naomba nijikite kwenye hizi za jumla. Na hizi za jumla nazo zipo nyingi, ila mimi najikita kwenye moja. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muangalie jirani yako wa kushoto na kulia. Muulize, upo au upo kwenye minazi unaangua madafu? Bana, shetani ana mbinu nyingi. Unaweza kawepo hapo umeshabeba huko kwenye minazi unatungua madafu. Halo.